Tumsifu Yesu Kristo mpendwa katika Bwana. Kwa majina naitwa Francis Frederick. Niko mbele yako kwa ajili ya kuteta nawe jambo moja ambalo Mungu amekusudia wote tuweze kulipokea na kushia kwa pamoja, kwa maana ni jambo la kukumbushana tu. Somo letu la leo linakwenda kwa jina la umekuja kwa ushuhuda. Ndiyo mpendwa, tunafahamu mimi na wewe tumezaliwa, na kuzaliwa kwetu si bure. Kuzaliwa kwetu sisi sio bure. Lipo kusudi ambalo Bwana amekusudia au alilipanga juu ya maisha yetu. Hata kama ndiyo michanganya dunia, harakati za hapa na pale, maisha namna yanavyotupeleka, lakini hivyo vyote haviwezi kuzuia kusudi la Mungu. Shauri la Bwana na kusudi la Bwana litasimama hata kama yote yatabadilika. Ukisoma kitabu cha Mwinjili Yohane, ile sura ya kwanza kuanzia haya ya 6 hadi haya ya 8, neno la Bwana linasema, palitokea mtu ametumwa kutoka kwa Mungu, jina lake Yohane. Huyo alikuja kwa ushuhuda, ili aishuhudie ile nuru, wote wapate kuamini kwa yeye. Huyo hakuwa ile nuru, bali alikuja ili aishuhudie ile nuru. Haleluya! Neno la Mungu linatuambia kwamba palikuwepo na mtu jina lake Yohane, aliyetumwa na Mungu kwa majina yake. Maana yake Mungu alijua kabisa na mtuma huyu mtu jina lake Yohane aende duniani kwa ajili ya kazi fulani ambayo mimi nimepanga kaifanya. Tunafahamu kazi ambayo alikuja nayo Yohane Mbatizaji, kazi ya kumtambulisha Yesu Kristo mwenyewe. Alimtambulishaje? Alimtambulisha kwa kuihubiri Injili ihusuyo toba ya kweli. Watu watubu, watu waandae mazingira, wasafishe njia kwa ajili ya kumpokea huyu Kristo. Hiyo ni kazi ambayo Mungu alimwita nayo Yohane. Tazama, unaweza ukaiona kazi kama vile sio kubwa hivi, lakini ni kazi kubwa kuliko kazi zote. Ni kazi kubwa kuliko hiyo engineering. Ni kazi kubwa kuliko ya kufundisha watoto. Unajua kuna ugumu mkubwa wanapitia wale walimu wanaofundisha watoto wachanga. Mtoto mpaka aje kushika hizo irabu sio leo, na ndio maana mwaka mzima wanafundishana tu a e i o u a e e. Ni kazi ngumu, ni kazi ngumu, na ndio kazi ambayo aliifanya Yohana. Yaani palipo na nyika, palipo na miba, yeye alikuja kusafisha, kufyeka, kuifanya njia iwe tambalale yenye kupitika. Ndio kazi ambayo alikuja kuifanya. Watu waliizoea dhambi kana kwamba ni kitu cha kawaida sana, lakini Yohana alikuja kupita hapo hapo kwenye dhambi, hapo hapo kwenye maklabu ya pombe na kwenye majukwaa ambao makahaba wanapita, hapo hapo alikuja kutengeneza njia. Mimi na wewe, Mungu ametuita kwa majina yetu. Mungu amemuita Francis kwa jina lake. Alijua huyu ni Francis na mtuma kwa kazi hii fulani. Mimi sijui wewe unaitwa nani, lakini tambua kwamba amelifahamu hilo jina lako ikiwa upo tumboni mwa mama yako, na hata kabla ya hapo. Na jina lako limebeba kusudi na raw material zote ambazo ni muhimu kwa ajili ya wewe kukamilisha hilo kusudi. Ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya kwanza ile haya ya 8, Yesu alikuwa anawaambia wanafunzi wake, mtapokea nguvu akishawajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu yote, Uyahudi wote, Samaria yote, mpaka mwisho wa nchi. Maana yake tukishapokea nguvu za Roho Mtakatifu,
ambazo hizo nguvu ndizo zimemsaidia Yesu kufanya mambo mengi kadha wa kadha, miujiza mingi hapa duniani. Yesu alifufua wafu, aliponya wagonjwa, Yesu alifukuza mapepo kwa uweza uliopo ndani mwake ambao ni Roho Mtakatifu. Hakutaka kuondoka mwenyewe kwa sababu alijua tusingeweza kufanya hiyo kazi, tusingeweza kumshuhudia kama vile Yohana alivyomshuhudia Kristo pasipo huyo Roho Mtakatifu. Ndio maana akatuambia tutapokea hizo nguvu. Leo hii tumepokea, na alichatuambia kwamba ikiwa tutamwamini yeye na kukaa ndani yake, tutayafanya mambo makubwa zaidi hata yale aliyofanya yeye. Hayo yote, wafu walifufuka. Uone hata kina Petro, kina Yohana walifufua hizo maiti. Kuna yule mama Dorcas alifufuliwa na Petro, ni kwa sababu ya uwezo wa Roho Mtakatifu ambaye alikuwa juu yake. Leo hii kwenye jamii zetu watu wanapitia matatizo magumu mengi, ambapo kiuhalisia solution ni mimi na wewe ambao ni mashuhuda wa Yesu Kristo. Watu wanaumwa, watu wamelazwa miaka, wamelala hospitalini mpaka mgongo. Ukiuangalia mgongo wa yule mgonjwa unachunika, umeota sugu. Ni kwa sababu wamelala kitandani kwa muda mrefu. Lakini kumbe solution ni mimi na wewe kwenda kumbandikia mkono tu pale na kumwambia pokea uponyaji kwa jina la Yesu, tukiambatanisha na imani. Yule mtu atapokea uponyaji na atamkiri Yesu tangu siku ile kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Lakini sababu ni nani? Wewe ambao umemshuhudia Kristo pale. Kuna maswali mengi sana kwenye jamii zetu sasa hivi, ambapo kiuhalisia majibu ni mimi na wewe, lakini tumetulia, tumerelax sana, kana kwamba hatuna kazi yoyote. Na kukumbusha mpendwa, ili somo likukumbusha kwamba umekuja kwa ushuhuda, umekuja kumshuhudia Kristo, umekuja kumshuhudia Kristo. Katikati ya uovu uwe nuru, ili Kristo atambulikane kupitia wewe. Natamani ujenge kiu ya kumshuhudia huyu Kristo popote pale ulipo, ni chuoni, ni kazini, ni kwenye ndoa, popote pale mshuhudie Kristo. Mshuhudie Kristo, hautabaki kama ulivyo, hautabaki kama ulivyo. Huyo alikuja kwa ushuhuda ili aishuhudie ile nuru, wote wapate kuamini kwa yeye, wapate kumwamini Kristo kupitia wewe. Kristo ajulikane kupitia wewe. Jenga hiyo kiu, watu wamtambue Kristo kupitia wewe. Wewe sio wa kawaida mpendwa. Mungu akubariki sana. Ili somo likutoe sehemu moja na likupeleke sehemu nyingine. Kwa jina la Yesu Kristo ninaomba na kushukuru nikiamini. Amina. Mungu akubariki.